Huu mwamba anaitwa Ari, sijui katoka wapi ila akafika nyumbani. Mchizi kazungusha macho nyumba mzima kisha akasema, mbona nyumba imezagaa takataka? Takataka? Ndiyo, hemu angalia pale. Ilikuwa ni kikaratasi kidogo mno. Yaani uweze amini nimefanya usafi mara 2 humu ndani. Ila hata hivyo ni kipande tu cha karatasi, nitakiokota baadaye. Unasema umefanya kazi mara 2 na ujiona hilo karatasi? Kazi ni kujipiga tu ma makeup. Kisha kokote hicho karatasi akasema, hiki kikijirudia tena utatoka katika nyumba yangu. Huku upande wa pili ni barabarani. Kuna mdada akashuka kwenye gari kakutana na mpenzi wake. Mbona unakuwa kama mtoto wewe? Kwa hivyo saizi mimi ndo naonekana kama mtoto, sio? Basi tutoke barabarani tukaingie kwenye gari tukasolve hili jambo. Mimi nirudi kwenye hiyo gari, nitakuwa sina akili timamu. Sisi twende ukachukue zawadi nilizokununulia. Mdada akakataa akaondoka. Mdada jina lake anaitwa Precious na msikaji anaitwa Lekan. Sasa anajizungusha na ngoja mchiza muite tena, badala yake mchiza akaondoka. Listotelo wako naitwa Deus Platinums msanii. Tano notification bell kama hujajiunga ili upate kujiunga huwa kwanza kutazama movie mpya. Pia bado mimi msanii, subscribe hapo @Deus Platinums. Okay. Kesho yake Precious akawa anaongea na shoga yake. Anashangaa inakuwaje Lekan anamchiti na mwanamke mwingine. Kamueleza inabidi tu atulie kwanza maana ni mahusiano yake 4 na mwaka ndio unaanza. Atapita na wangapi sasa? Precious anadai ya ajali. Yeye atakomaa hivyo hivyo mpaka mpate mwanaume sahihi. Kwa hali mchiza alimtimua ule mwanamke, ako na mwanamke mwingine sasa hivi. Kwa hiyo umepika nini? Nimepika chakula chako pendwa. Akakifunua. Oh, ngoja nikionje. Kutia mdomoni hivi akaganda kwanza. Umekipenda Mchizi akakitema. Kwani tunasherehekea sikukuu ya chumvi duniani. Mdada kuonja anaona chumvi iko sawa tu, ila mchizi anaona imezidi. Wakagombana kabisa, mwamba akatoka humo jikoni. Siku kadhaa mbele, Lale akakutana na mshikaji wake mmoja anaitwa Jeff. Jeff akawa anamshangaa na tabia yake ya kubadilisha wanawake. Eti kacha mwanamke kitandani walivyokuwa wanatafuta Filipino. Sasa hivi mzee, si wamefika 7, sijui 8 hivi. Bado unahangaika hujapata unayemtaka. Akasema yeye ana haraka bana, anataka kuoa mwanamke mwenye ni sahihi. Walivyokuwa wanaendelea akaingia Precious. Lale alikuwa anapagawa kinoma. Sasa kumbe Jeff alikuwa anajuana na Precious. Akamuita hapa ili amwombee msamaha Lekan mpenzi wake. Akasema Lekan anaumia sana jamaa, na mimi siwezi kuangalia na nikisitoshe nyinyi wote ni marafiki zangu. Precious anajibu, hivi anajua nini kuhusu maumivu? Anajua maumivu ya kuchitiwa huyo? Mimi sijawahi kukuchiti. Akamjibu hivyo Lali. Namaanisha sitokuchiti. Samanini jamani. Jeff akawatambulisha pale. Mimi sitokuumiza moyo wako kama alivyo ex wako. Lali akaanza kumtongoza hapo hapo. Ila Precious kama kamuelewa hivi. Na kweli bana, penzi likaanza. Penzi la moto mno mpaka maskini kea na nini. Sasa kuna siku wamekaa wanaangalia na movie, wanapata na mvinyo, Precious akakosea akaweka glass chini. Alafu akamgeukia jamaa. Kwa bahati mbaya akapiga kile glass teke kikaanguka chini. Mchizi kafoka huyo, hebu angalia kapiti langu. Kwa nini umemwaga kinywaji? Temba akasema nitasafisha kesho. Yaani unataka kuapacha hapa mpaka kesho namna hii. Hivyo ni msafi kweli? Una shida gani wewe? Nimesema nitasafisha kesho. Lale akatoka akafuatia dekio. Kisha akakisafisha mwenyewe. Najua unasumbuliwa na OCD, lakini hicho unachokifanya ni dharau sasa. Watazamaji, OCD ni ugonjwa wa kupenda usafi kupindukia. Sijui kama kuna wale wanajua ugonjwa huu. Kama unajua, maana yake ni wachache sana wanajua. Hebu niandikie hapo chini kama unajua. Ugonjwa huu kirefu chake ni Obsessive Compulsive Disorder. Hali ya kiakili ambapo mtu ana maamuzi yanayojirudia kwa akili. Ndio maana tunasema obsession au hisia ya kulazimika kufanya kitu mara kwa mara. Kwa Kiingereza tunaita compulsions. Vitendo kama kuosha mikono mara kwa mara na vitu vingine unavyofanya vikijirudia. Tuendelee na kipindi chetu nisiwachanganye. Mchizi kamtolea maneno ya ajabu. Precious kajua kweli hapa aliyakanyaga. Ila asante Mungu sijai kupa unyama. Namshukuru Mungu sana. Mchizi akacheka sana, kwani mimi mwenyewe nilikuwa nataka huo unyama. Precious akaondoka kwa hasira. Mchizi akamsaidia kufungulia mlango aende mwanakwenda. Kisha akarudi kuendelea na usafi. Huku nje Precious hajafika mbali mara akagongwa na gari. Na aliyemgonga akakimbia. Kesho yake asubuhi Lale anachelewa kuamka siku ya leo. Basi anatoka kitandani anajiandaa. Anatoka ile ingie mzigoni. Kutupa macho getini, anashangaa kuona watu wamejazana. Angalia vizuri, anaona Precious yupo chini. Kimetokea nini jamani? Wewe si ndio umemua? Umcheki bado anapumua. Basi moja mpaka hospitalini. Nimwambia sana Precious achana na huyo kijana, lakini hakunisikia. Ona sasa. Ndio huo kijana mwenyewe ndio Lali. Yaani nikimkamata huyo kijana nitamuonyesha moto ulivyo. Nesi akasema daktari anakuja muda si mrefu. Muda kidogo daktari akatokea. Wewe si ndio ulimleta ule binti? Kumbe ni wewe. Kwa hiyo wewe ndio ulimleta hapa na hata huwezi kusema na sisi ni wazazi wake. Anyway, nitaendelea nawe baadaye. Vipi daktari? Vipi daktari, tunaweza kumuona binti yetu? Ndio, ila nilitaka kumuuliza kijana ni muda gani alitoka kwako? Muda gani alipata ajali?
Sikumbuki, lakini nahisi ilikuwa saa 6 usiku. Hey, saa 6 usiku? Mbona amemleta asubuhi saa 4? Mimi mwenyewe sikujua kama yuko nje. Nimeamka asubuhi ndo namkuta getini. Tulia huko, mligombana au mlipigana au nini kilitokea? Daktari akawatuliza kisha akamwambia kwamba pressure za hali mbaya, ila watangana kadri ya uwezo wao. Daktari akaondoka. Mkubwa akamweka kofi Lali. Mzee akasema tulia kwanza, hatuna uhakika kama anasema ukweli. Inapaswa tujue ukweli kwanza ndio tujue tunamfanyaje kijana. Na wewe kijana, hebu jiangalie, wewe ndo wa kumwacha binti yangu anaondoka. Nahisi bado hujanijua. Jeff naye akasema nilikwambia usio msichana wa kumletea mchezo kama kawaida yako. Mimi ndo nilikukutanisha naye na namjua vizuri kabisa. Wewe unamletea michezo, angalia sasa utajiingiza kwa matatizo. Bado akamwambia omba Mungu apone tu. Akifa utaonekanaga tena Abuja huko. Huko hospitali wazee wanajiuliza wamfanye nini Ulali. Bi mkubwa akataka kupigiwa wauni wakamteke huyu jamaa ili waende wakamtese. Mzee akakataa. Akasema acha tumpeleke polisi tu. Na kweli mzee, polisi wakaja wakamchukua Lali wakaondoka naye. Hospitali Precious ndio kwa mara ya kwanza ameamka. Anashangaa hawezi kuhisi mguu yake. Mamake akamwambia mwanangu ulipata ajali. Ndio anakumbuka sasa. Ila cha kushangaza Precious hawezi kutembea. Precious alilia sana mno. Huku babake Lali akaja kumwomba mzee amwachie kijana wake anapigwa kila siku kwa polisi. Yaani mpaka wamuue. Mzee hakutaka kusikia stori za misamaha. Saizi mwanangu hawezi kutembea. Mpaka wamuue. Mimi sitaki kujua chochote kitu. Akamwambia ondoka hapa. Na hapo ndo inakuwa mwisho wa kipande cha kwanza. Movie hii ina vipande viwili. Kwa hivyo tukutane kipande cha pili. Mimi kama storyteller wako naitwa Deus Platinums. Tukutane tena. Bye.